Chuo cha elimu ya biashara CBE kilianzishwa mnamo mwaka 1965 kikiwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Na lengo kuu lilikuwa ni kutoa mafunzo ya kitaalamu katika masuala ya biashara na viwanda, hasa kwa watumishi wa sekta ya umma na wale wanaojishughulisha na shughuli za biashara. Baada ya mafanikio makubwa ya kampasi ya Dar es Salaam, mnamo mwaka 1983 kampasi ya Dodoma ilianzishwa kwa lengo lile lile, likiwa kupanua huduma kanda ya kati na maeneo ya karibu. Kwa sasa kampasi ya Dodoma inatoa program za astashahada, stashahada, shahada na shahada ya uzamili, pamoja na kozi nyingi fupi kulingana na mahitaji ya jamii, soko na ajira. Pia CBE imeanzisha mpango maalum wa wanagenzi ambapo wanafunzi wanapata mafunzo ya vitendo na nadharia chuoni. Pia tunayo programu ya atamizi ambapo chuo kinawapa wanafunzi wenye mawazo ya ubunifu na kuwawezesha kukuza bunifu zao ili ziweze kusaidia jamii. Wafuatao ni wabunifu mbalimbali wa miaka michache iliyopita waliokuwa na mawazo ya biashara. Chuo kikawalea na kusimamia kwa kuwapa kianzio, yani seed fund. Karibuni tuwaone. Barabara ni safari, lakini pia ni hadithi. Kila chombo cha moto, iwe pikipiki, gari au bajaji, kinabeba mtu anayekimbiza ndoto, majukumu na familia inayomtegemea. Lakini wakati mwingine safari inageuka kuwa kivuli kizito. Wapo wanaokatika na mafuta katikati ya pori, lakini sasa kuna mwanga mpya kwenye safari. Tumekuletea mfumo mpya unaoitwa Fuel Emergency Information System, mtandao maalum wa kuokoa walio katika dharura ya mafuta nchini Tanzania. Mfumo uliobuniwa kwa fikra za leo, lakini kwa kutatua shida za kila siku. Hivi ndivyo unavyofanya kazi. Mtumiaji anaingia kwenye mfumo, anajisajili, na papo hapo anaweza kuona fuel stations zilizopo karibu kabisa na alipo. Anaweza kupiga simu moja kwa moja kwenda kwa mhudumu wa kituo hicho. Anaweza kupata live direction ya kufika kwa usalama, na hata kama yuko mbali porini, bado mfumo unamwelekeza kituo kilicho karibu zaidi cha kumsaidia. Na upande wa wamiliki wa vituo, hata wao wana sehemu yao ya ndani ya FaceTZ. Wanajisajili, wanaongeza station zao kwa urahisi kabisa. Mmiliki ataweka ID yake, station name, street address, phone number, city au area, fuel type, latitude, longitude na maelezo mengine ya muhimu. Kwa mara ya kwanza, mteja na mfanyabiashara wanakutana. FaceTZ inakushika mkono popote ulipo. FaceTZ, msaada wa haraka, usalama wa safari na urahisi wa maisha ya watumiaji wote wa vyombo vya moto. Je, unafahamu kuwa takwimu zinaonyesha kwamba karibu wanafunzi 200,000 wanaodahiliwa kila mwaka kujiunga na masomo ya vyuo vikuu na vya kati, huku asilimia 69.5 ya wanafunzi hao
kuishi nyumba za kupanga katika maeneo ya nje ya chuo. Na wengi wa wanafunzi waishio nyumba za kupanga ni wageni mijini kabisa, ndio mara yao ya kwanza kufika katika miji husika. Na pia idadi ya nyumba za kupanga imekuwa ikiongezeka kila siku, hasa maeneo ya mjini. Lakini umewahi kuuliza ni namna gani wanafunzi hupata nyumba za kupanga? Hii hufanyika kupitia viperushi na mabango, madalali, kutembea nyumba kwa nyumba, na pia taarifa za kuambiwa kwa mdomo. Sote tunafahamu kuwa njia hizi ni za kizamani na vijana wa kizazi hiki wanapata changamoto nyingi. Ikiwa miongoni mwa wanafunzi waliopitia changamoto hiyo, tunakuletea SEREC. SEREC ni jukwaa la mtandaoni linalowakutanisha wamiliki wa nyumba za kupanga pamoja na wanafunzi waishio vyumba za kupanga nyumba nje ya chuo. Jukwaa hili linapatikana kwa njia ya application ya simu, ambapo watumiaji watakuwa na uwezo wa kupata huduma kupitia simu zao. Ndiyo maana tunasema SEREC jicho lako kiganjani mwako. Ukiwa na app hii ya SEREC, utapata chumba ukipendacho kiganjani mwako. Pia hakuna tena ada ya kuangalia chumba wala kodi ya mwezi mmoja. Na pia ni habari njema kwa wamiliki wa nyumba, maana watatangaza nyumba zao muda wote, masaa 24 kwa siku 7. Na hili ni suluhisho la kidijitali kwa vijana wa kizazi hiki na kizazi kijacho. Njia hii ni salama, rahisi na haraka, kwani mtumiaji anahitaji kujua tu kusoma na kuandika. Naam, SEREC inazo hatua chache zikiambatana na muundo mzuri kisura na rahisi kutumiwa kwa mtu wa kadhia yoyote, mzee au kijana. Hapa mmiliki au msimamizi wa nyumba ya kupanga atasajili na kuunda akaunti. Hapo atajaza taarifa zake binafsi kama vile jina, namba ya simu na barua pepe. Pia atapokea msimbo wa kuthibitisha taarifa zake ili kuhakikisha usalama. Baada ya kutengeneza akaunti, atasajili nyumba yake kwa kujaza taarifa muhimu kama vile anwani ya nyumba husika, jina au jina maarufu, bei ya kodi, picha na video, na pia anwani kwenye ramani. Baada ya hayo, nyumba yake itakuwa tayari imesajiliwa na watumiaji wataweza kuiona muda wowote pale wanapotembelea application yetu. Hapa mtumiaji ataweza kuingia kwenye ramani na hapo atachagua nyumba kulingana na gharama ya kodi na huduma nyinginezo. Kisha ataona taarifa zote muhimu kuhusu nyumba hiyo. Hapa anaweza kupiga simu, kutuma meseji au kufuata eneo katika ramani. Lakini pia kwa wenzetu wageni kabisa, anaweza kupata chumba kwa kuandika tu jina la chuo, na hapo ataweza kupata mapendekezo yaliyo sahihi ya vyumba vilivyo karibu na maeneo ya chuo. Hatua ya kwanza: kufungua mfumo. Tunaanza kwa kufungua kivinjari cha kompyuta, mfano Google Chrome.
Kwenye sehemu ya juu tunaandika link ya ndani localhost/fastmedsystem/home.html. Hii inatufikisha kwenye ukurasa wa mwanzo wa mfumo wa FastMed, huduma ya haraka na afya. Hatua ya pili, ukurasa wa mwanzo. Ukurasa wa mwanzo unaonyesha ujumbe wa kukaribisha, menyu ya urambazaji na kitufe cha Get Started. Tunabofya Get Started ili kuanza mchakato wa usajili. Hatua ya tatu, kujisajili kama mtumiaji. Mfumo unatupeleka kwenye fomu ya usajili. Hapa tunajaza jina la mtumiaji, barua pepe, namba ya simu na neno siri. Baada ya kujaza, tunabofya Sign Up ili kujiandikisha rasmi. Hatua ya 4, kuingia kwenye mfumo. Baada ya kujisajili, tunarudi kwenye ukurasa wa Login. Tunaingiza jina la mtumiaji na neno siri, kisha tunabofya Login ili kuingia kwenye dashboard ya mtumiaji. Hatua ya 5, dashboard ya mtumiaji. Dashboard ina menu kama Welcome, Check-in, Live Update na Profile. Tunabofya Check-in ili kuanza usajili wa mgonjwa. Hatua ya 6, usajili wa mgonjwa. Fomu ya Patient Check-in inafunguka. Tunajaza jina kamili, umri, namba ya simu, jinsia, aina ya malipo, huduma anayohitaji, hospitali na tarehe. Baada ya kujaza, tunabofya Check-in. Mfumo unatoa namba ya foleni, mfano #OPD001. Mgonjwa sasa amejiandikisha rasmi. Hatua ya 7, kuangalia foleni, Live Update. Mgonjwa anaweza kufuatilia nafasi yake kwenye foleni kupitia sehemu ya Live Update. Jedwali linaonyesha jina lake, huduma anayohitaji na hali ya sasa, mfano waiting au being treated. Hatua ya 8, admin, kuingia kusimamia wagonjwa. Admin anaingia kwenye mfumo kupitia login ya @admin5. Dashboard ya admin ina menu kama Manage Queues, Patient Records na Reports. Admin anaweza kuona wagonjwa wote waliojisajili. Hatua ya 9, kubadilisha status ya mgonjwa. Admin anachagua mgonjwa kutoka kwenye orodha na kubadilisha status yake kutoka waiting kwenda being treated na baadaye completed. Mabadiliko haya huonekana kwa wakati halisi kwenye foleni. Hatua ya 10, kumaliza huduma na kutengeneza ripoti. Baada ya huduma kukamilika, admin anaweza kupakua ripoti ya wagonjwa kwa siku hiyo kwa kubofya Download Patient Report CSV. Mfumo huhifadhi rekodi zote kwa ajili ya ufuatiliaji na uwajibikaji.
Sasa karibu tuangalie Hope Bridge inapofanya kazi. Kwanza kabisa ukiingia tu kwenye mfumo wetu Hope Bridge utakutana na homepage. Hii homepage, ndani ya homepage utakutana na kila kitu kinachojieleza kuhusu Hope Bridge. Utakutana na about Hope Bridge, utakutana na about our system features, utakutana na vitu mbalimbali ikiwemo hichi cha muhimu zaidi ambacho ndio kimetufanya tutengeneze hii system ambacho ni center management. Ndani ya center management hapa mtu anaweza akaset kituo anachokijua na asichokijua. Asichokijua mtu anakuja hapa chini atakuta kuna vituo ambavyo tayari vimesajiliwa, atachagua yeye kituo anachotaka kwenda kutembelea, atakiona location yake ilipo, ataona mahitaji yao pia, kwa anaweza kwenda kutembelea. Kama unakijua kituo utakuja hapa, utasearch kituo unachokitaka, utasearch sehemu kilipo kwa muda huo, then utaangalia location yake kilipo, utatumia muda gani kupitia ramani. Sasa ukiachana na hapa homepage na kuangalia namna ya kusearch vituo, ngoja tuangalie login ya Hope Bridge. Ndani ya mfumo wetu kuna namna mbili ya login. Utalogin kama admin mkuu ambaye ana control system. Huyo admin mkuu anaunganisha jamii na vituo husika. Hapo ndani ya vituo husika tutakutana na subadmin. Huyu subadmin yeye ndo atakayekuwa ana upload au anatuma vitu vyake kwa admin mkuu ili viweze kuwafikia wananchi. Sasa tuingie kama admin mkuu. Ukiingia kama admin mkuu, ndani ya dashboard ya admin mkuu utakutana na vitu mbalimbali kama hivi unavyoviona hapa mbele yako. Kwanza kuna view request. Hapa ni sehemu ambayo admin anaona vituo ambavyo vimeomba ku-upload taarifa zao ili wananchi waweze kuziona na mahitaji yao. Pia utakuja kuona approved center. Hii sehemu ni sehemu ambayo admin atakuja kuviona vile vitu ambavyo alivi-upload na kuvi-upload kwa jamii. Hapa kwenye system challenges ni sehemu ambayo admin mkuu na subadmin wanawasiliana kwamba subadmin anatuma changamoto zake anazokutana nazo katika mfumo huu. Ndio maana inaitwa system challenges. Na sehemu ya center management, hii ni sehemu ambayo admin anaweza kuvicontrol hivi vituo kwa namna mbalimbali kama kuedit taarifa, kuvifuta, kama kituo kitokea hakipo tena anakifuta. Pia kuna sehemu inaitwa add center. Hii ni sehemu ambayo admin ana uwezo wa kuongeza kituo. Inaweza ikatokea hicho kituo hakina bado subadmin na kitu kinahitaji watu wakatembelea, kinahitaji mahitaji mbalimbali kutoka kwa jamii, kwa admin hapa ana uwezo wa kukiongeza hicho kituo. Hapa hii ni sehemu ambayo unaweza kuona range ya subadmins na centers. Pia kuna sehemu nyingine inaitwa visitors. Hii sehemu visitors ni sehemu ambayo admin ataona watu waliotembelea kwenye website yake au mfumo wake. Pia kuna sehemu ya comments. Hii sehemu ya comments ni sehemu ambayo admin anaona maoni kutoka kwa wananchi kuhusu huduma walizozipata kwenye mfumo. Pia ukimalizia hapa kwa admin kuna sehemu ya profile. Kama unavyoona hapa, hii ni profile ya admin. Sasa naomba tuende tukaangalie tukilogin kama subadmin, yani mtu ambaye anatoka kwenye kituo. Hapa tuna subadmin ambaye tayari alikuwa ameshajisajili, kwa tutaingilia kupitia akaunti yake. Pia kama huyu subadmin hana akaunti atahitaji kuregister, pia atabonyeza hii link ili kumpeleka kuregister. Atatakiwa ajaze taarifa zake hapa ili aregister. Sasa sisi ngoja tuingie kupitia akaunti ambayo tayari ilikuwepo. Hapa unaona sasa hii ni dashboard ya subadmin, mtu ambaye anatoka katika kituo husika. Hapa kwenye subadmin
utakutana na center request. Center request ni sehemu ambayo huyu subadmin ataomba kwa admin kituo chake kiweze kupandishwa kwenye mfumo ili wananchi waweze kukiona. Pia kuna my request. Hii my request ni sehemu ambayo subadmin atakuwa na uwezo wa kufuatilia hii request yake aliyoiomba kwa admin. Hii atakuwa anaangalia hali ya maendeleo ya request yake kwamba kimeshakuwa approved au bado. Pia kuna sehemu inaitwa activities kwa subadmin. Hii ni sehemu ambayo subadmin ana uwezo wa kuandika activities ambazo zinaendelea kwenye kituo chake. Kuna sehemu nyingine inaitwa system challenge. System challenge ni sehemu ambayo subadmin atawasiliana na admin mkuu kama kuna changamoto yoyote ambayo anaipata. Hii ndio sehemu ambayo wanaweza kuwasiliana naye. Na mwisho pia katika dashboard ya subadmin kuna sehemu ya profile. Hapa ni sehemu ambayo subadmin ana uwezo wa kuingiza taarifa zake kama jina lake, picha yake na vitu vingine. Asanteni kwa kunisikiliza na kutazama huu mfumo. Natumaini mtakuwa mmeuelewa na mmeupenda. Na ninawakaribisha kushiriki zaidi kwa sababu mfumo wetu unaenda kuzinduliwa hivi karibuni. Asanteni sana. My name's Augusto Adolf Lukeza, a student at CB Dodoma campus, pursuing my bachelor degree in Business Administration and Human Resource Management. My incubation idea is the fact that we have a problem of water, clean water in rural areas. I have come up with a solution to have a purifier that uses natural materials in layers to filter this water. We have a problem of electricity in rural areas that people can't access despite the technological advancement. With a water purifier using natural materials, it's going to be cheap and help people at large. I welcome everyone to look at my incubation idea. Water, as we know it. Clean water is not just a basic need, it is a human right that our lives depend on. Tanzania, among many other African countries, have been a victim of lacking clean water, affecting the lives of children to the elderly in these communities, especially in rural remote areas. Despite technological advancement, most of these communities lack electricity for the use of automated machines, and some succumb to affordability factor. Gravel that filters large particles of water. Coarse sand that filters the finer particles. Fine sand that filters these minute particles that are found in that water. Activated charcoal to kill the germs and particles that are microscopic. A cotton cloth. This is what we use as a final layer to actually filter the water. With a modified cylinder, pure water is for all, saving millions of lives. I'd like to thank the management of the College of Business Education Dodoma campus on the opportunity that they have given me to present my idea and to help me with a seed fund to actually facilitate this idea to come into reality, helping my community, my country, and the continent at large. For more contact, please contact the administration. AI-powered personal stylist analyze users' preference, body type, fashion trends based on occasion and season. Suggest outfits based on users' style,
It is faster and saves more time. Connects you to your favorite tailor's personalized shopping experience. Create and design your outfit profile according to your preference. Enter your body measurements so that the system provides you with good recommendations. You get best choice according to occasions and seasons. It gives you a sense of a stylist and knowing more of your preferred style. Access this rule web